ndege. Karibu sana. Asante sana ndugu. Habari za leo? Njema, habari za hapa? Njema kabisa. Mimi ni ndugu John Bikumis. Ni mfanyabiashara maarufu sana. Kweli nimepata shida katika gari yangu hapa. Ndio. Tairi zote sasa hazina upepo. Aha. Ndio, sijui unaweza kunisaidia? Ndugu yangu, hii ni shida ndogo sana na haichukui hata muda. Ni shida fupi ambayo tunashughulikia mapema sana, haraka tu. Ndio. Sasa nina jambo ambalo napenda tuongee. Lakini huyu mtoto aondoke hapa. Aha. Aondoke hapa, sipendi kumuona karibu hapa. Ni jambo la hatari sana au la aibu ambalo mtoto asisikie. Happy. Haba. Hebu sogea kidogo. Nenda mbele kidogo. Nihitaji kujua kama nitapata chumba cha kujisaidia msalani. Msalani. Happy. Abeba. Njoo. Usiwe na wasiwasi. Ndiye mimi. Sio jambo la hatari. Muonyeshe mgeni msalani. Njia hii. Okay. Naam. Njoo mara moja, jaza upepo gari. Sawa. Watoto. Amjambo. Nito nani wewe? Na wewe? Steve amependeza. Unafanya nimecheza? Imependeza Steve. Na miaka mingapi? Mimi na Lea? 7. 5. Watoto wazuri Sawa achezeni Haya. Watoto wanacheza kwenye gari. Siku zote nawaambia sipendi watoto kucheza kwenye gari. Hamsikii? Nawaambia sitaki mtoto acheze kwenye gari. Alafu sipendi mwe mna kaa karibu na mimi wakati naongea na watu. Unanielewa? Karibu. Asante. Asante sana. Kazi imekamilika sasa. Niko nimeweka mbele kilo 2 na nyuma kilo 2 na nusu. Hiyo ndio standard. Kazi nzuri sana. Ni watoto. Nimesema sipendi kuona mtoto anacheza. Alafu ninapoongea na watu wazima, sipendi mtoto nione anacheza na kupiga kelele. Unanielewa? Mnanielewa? Ndio. Ndio hivyo. Mnafanya vizuri sana. Mnafanya kazi nzuri sana. Sasa tunashukuru sana. Nimefurahi Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Karibu sana. Mara nyingi kwa nini unacheza? Wanapiga kelele, mimi sipendi kabisa. Mtu mzima anacheza na mtoto na mbili. Anapendeza. Nasikia raha.
na wakati mzuri sana. Sijawahi kuona. Toka nilipokuwa kijana mdogo. Sijawahi kuona mambo makubwa namna hii. Kweli? Umekuwa mambo mzuri, tumecheza na watoto, nimefurahi sana. Safi sana. Sisi tunakuwa na muda wa kufurahi hapa. Wewe haujawahi kucheza na watoto wako? Sijawahi kufanya hivyo. Nimekuwa na mambo mengi ofisini, kazini, sehemu za biashara. Kwa kweli nimekosa muda wa kucheza na watoto. Sikiza ndugu yangu, huwa hakuna mwingiliano kati ya kupata muda wa kucheza na watoto na kazi nyingi. Hata kama na kazi nyingi namna gani, lazima upate muda wa kucheza na watoto. Hebu tujifunze kwa watoto. Watoto wana mambo mengi sana ya kufanya. Wana homework shuleni, bado tuna kazi tunawatuma nyumbani. Lakini katika mambo yote yale, lazima watenge, wapate muda wa kucheza na vile vile wapate muda wa kufanya yale yote, makazi yote. Kazi zote zile. Nakumbuka ndugu yangu, nilipokuwa mtoto mdogo, tulikuwa tunakuwa na umoja. Tukipewa kazi tunazishambulia, tunafanya kwa pamoja kazi zile. Halafu baadaye tunapata muda wa kucheza. Huo ulikuwa ni wakati wetu. Na hisi mpaka sasa, nafikiri mpaka sasa watoto wana umoja huo. Wanakuwa na umoja katika kufanya kazi, halafu baadaye unapata muda wa kucheza. Umenielewa ndugu yangu? Nimekuelewa. Kwa hiyo jitahidi kuwa na muda wa kucheza na watoto wako. Maoni ya watoto. Kifungu cha 31. Kila mtoto ana haki ya kucheza, kupumzika na kuwa na muda wa kuwa huru. Mimi nikitoka shule namsaidia mama kazi za nyumbani kama kuchota maji, kufanya usafi wa mazingira. Nikimaliza naenda kucheza mpira wa miguu Yeriko. Mimi huwa nikitoka shuleni, nikifika na nasalimia wazazi walioko nyumbani au kina dada, kaka. Nikishamaliza hapo naenda kuvua nguo za shule. Nakula, nikishakula naosha vyombo. Dada kwa mfano akiniambia fanya kazi fulani naifanya, nikimaliza. Kwa mfano kazi zote zikaisha ndipo nitakapoenda kucheza. Nikitoka shuleni naweza nikafagia nyumba, nikafanya usafi. Nikimaliza naweza nikacheza mpira wa miguu. Mimi nikitoka shuleni namsaidia mama wangu kazi mbalimbali kama vile kuosha vyombo na kudeki. Nikimaliza ananiruhusu nikacheze mchezo wa rede. Kwa kweli niseme kweli ni kwamba unahitaji kuwa na muda wa furaha katika maisha yako. La sivyo hutakuwa na raha maishani, utaugua. Unajua kinaweza kuonekana ni kwamba ni kitu cha ajabu, lakini hata madaktari wanasema hivi, kucheka ni afya ndugu yangu. Ndugu yangu, kucheka ni kuzuri. Kucheka kunaleta ujumbe, kunatoa ujumbe kwenye viungo vyako kama vile diaphragm, moyo na mapafu. Kila wakati ndani ya mapafu yako huwa kuna carbon dioxide ambayo inabakia kwenye mapafu yako. Hivyo basi, unapocheka unasababisha oksijeni kuingia kwa wingi zaidi na kusababisha carbon dioxide ambayo ni sumu kwako kuondoka. Kucheka kunasaidia na kunamfanya mtu kujisikia yuko vizuri na mwili wake unakuwa una afya njema. Furaha ya kucheka inaongeza urefu wa maisha yako. Subiri. Kucheka pia kunapunguza maumivu uliokuwa nayo. Unapokuwa na maumivu, ukicheka unapunguza maumivu. Kucheka kunapunguza msongo wa mawazo. Yaani mtu anapokuwa na mawazo mengi, yaani anafika mpaka mwisho wa kufikiri, lakini anapocheka basi inapunguza msongo wa mawazo. Ndo maana Dr. Kicheko leo ninacheka sana. Na hapa kuna hewa nzuri. Siku za furaha, siku za taabu, cheka kufurahi.
tofauti, hakuna aliye sawa, hakuna si sawa. Baadhi yetu ucheka siku nzima, baadhi yetu ucheka na kuumwa tumbo. Mmoja ucheka pole pole kwa ngalifu, kicheko ni kizuri na ni muhimu sana. Wametupa kucheka kufurahi, kukaa kutulia, kucheka kufurahi. Kitu muhimu utapata, kucheka kufurahi. Siku za furaha, siku za tabu, kucheka kufurahi. Mapovu yanatoka mwilini, ningependa tuungane vicheko vingi. Kucheka ni bure na kichekesho, vicheko vingi. Kucheka ni bure na kichekesho. Wote tunacheka kwa njia tofauti, hakuna aliye sawa, hakuna si sawa. Baadhi yetu ucheka siku nzima, baadhi yetu ucheka na kuumwa tumbo. Mmoja ucheka pole pole kwa ngalifu, kicheko ni kizuri na ni muhimu sana. Unajua kicheko ni zawadi kutoka Mungu, na mnapocheka pamoja mnaleta kuunganika, inakuwa muunganiko fulani. Kwa hiyo ni vizuri kucheka kwa pamoja, kwa sababu kucheka pamoja kunaleta ushirikiano. Unanielewa eh? Kwa kweli leo nimefurahi sana. Nafurahi. Nimejifunza mambo makubwa sana. Hii sio garage tu ya kawaida ya kujaza upepo kwenye gari yangu, bali nimejifunza kwamba ili mapafu yangu yaweze kupanuka, yawe na hewa safi, ni pamoja na kucheka. Sasa watoto wangu, leo nimeacha vikao vyote ili tuende nyumbani tukacheze. Twendeni watoto wangu kwenye gari tukacheze. Wageni wameenda bwana. Naelezeni kitu. Hapo zamani za kale. Sio zamani sana. Wewe usina wasiwasi. Bwana, siku moja alikuwa kuku. Kuku mmoja hiyo alikuwa na vifaranga vyake. Unaona? Sasa alikuwa sifuri anakula chakula. Sifahamu kwa jinsi hivyo kuku, mara mama sana kuja fafanya miguu hivi na nini anapiga zake. Unaona? Ghafla bwana. Likadondoka jua. Jua kabisa. Kule juu. Chini. Nakwambia hapo ana kuku ile mama yao kusema angaisha watoto wake wote speed. Walikimbia. Baada ya kukimbia pale hivi, kufika pale mbele hivi, wakamwona alikuwa nyani kone hivi. Akauliza, nini? Akamwambia, jua limeanguka. Ile speed akaongeza msafara. Kwenda kule mbele wanakimbia. Hapo apiga makelele. Unaona, sio mkeza kuku. Kufika mbele hivi, wakamwona sasa tembo sasa. Tembo afanya kama ndio Bambabe. Babu wa pori. Unaona? Kushtuka kusikiliza, wakamwambia jua limeanguka huko. Tembo na yeye akaunga kufika utara simba sio mfalme wa pori. Naona yeye anafikiri mboga inakuja. Sasa. Sasa kaangalia speed jua limeanguka huko na yeye speed akaunga. Unaona kwenda plane ghafla ukataka sungura sasa. Sungura kwa mjanja. Sungura akamwambia kulikoni? Ukaambia jua limeanguka. Sasa subirini sasa mnaenda kwa wapi sasa? Na ukimbia ukakimbia hadi wapi? Simama subirini. Wakasimama. Kwa sababu ni kitu. Naomba kwanza niambie ambaye ameona jua limeanguka ni nani? Kwanza kulizana wakamuuliza simba si mfalme. Simba sasa nimeona tu jamaa anakuja tembo, wengine wanakuja wanakimbia kujua nini? Jua limeanguka. Sasa tembo naye tembo simba kamuuliza tembo. Kweli kabisa. Mimi nimeona anakuja. Kwa kauliza wengine kuja ukuta hivi. Ni kuku. Kuku ndio afanya nini? Amemaanisha nini? Kama jua limeanguka ile story. Baadaye akamwambia tunapeleka wapi? Jua lilikoangukia. Wakarudi sasa wote wakarudi pole. Kufika pale kukwambia ndo hapa. Kufika pale ilikuwa ni babu. Kume kwa mnazi. Nazi. Kuna mtu mnazi kwa nazi kutoka hivi. Ikakuta chini. Wakajua nini? Jua. Unajua? Watu wengi wanafikiri basi ukishakuwa Mkristo hakuna vichekesho, ufurahi. Unajua wanaelewa vibaya sana.
Yaani tunawasikitikia kwa sababu wanaelewa vibaya, kwa sababu kucheka ni furaha sana. Happy. Abe babu. Unafahamu tofauti iliyopo kati ya watoto na watu wakubwa? Ndio. Watu wakubwa wanaweza kucheza kwa muda mfupi, lakini watoto wanaweza wakacheza hata siku nzima. Hii ndio tofauti kweli. Unajua watoto wadogo wanafanya mambo kuwa rahisi sana, lakini watu wakubwa wanafanya mambo kuwa magumu, lakini watoto wanafanya kuwa rahisi. Na hii ndio inavyotakiwa katika uhusiano wetu na Mungu. Na Biblia inasema kwamba watoto ni kielelezo kizuri kwetu. Kwa hiyo tunatakiwa kuwaiga watoto kwa sababu wao wanakuwa mambo yao yanakuwa rahisi mbele za Mungu, na sisi tunatakiwa kuwa rahisi mbele za Mungu, kufanya mambo yetu kuwa rahisi. Neno la siku. Mathayo 18:3. Amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama watoto wadogo, kamwe hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Na katika kitabu cha Mathayo Biblia, mimi mzee lazima tumie Biblia. Mathayo sura ya 18. Biblia ya kizee hii. Lakini na mambo. Inawezeka. Mathayo 18. Mzee huu. Mstari wa 3 inasema hivi. Akasema, amini nawaambieni, msipoongoka na kuwa kama watoto, kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Ngoja nirudie tena. Mnasikia? Hebu sikiliza. Ndio maana nasema kwamba watoto ni kielelezo. Biblia inasema hivi, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hayo ndio maneno ya Mungu ambayo anatuambia. Ndio maana nasisitiza kwamba tunatakiwa kuwa kama watoto. Sasa hivi hii Biblia inatuambia kwamba tuna mengi sana kujifunza kutoka kwake. Unaona Ndio. Kwamba kwamba tunajifunza kuhusu uhusiano kati ya yetu sisi kwa sisi, yani mtu kwa mtu, uhusiano kati ya mtu na Mungu. Na inatufundisha kwamba tunatakiwa tusifanye mambo kuwa magumu, yani turahisishe, kwa sababu Mungu yupo anaweza kutusaidia. Nasikia Ndio. Na tena tunatakiwa kuwa kielezo, kuwa waaminifu na kumwamini nani? Mungu. Umenielewa Ndio. Sawa kabisa. Sawa, kama ulivyosema, Mungu amesema mjifunze kutoka kwetu. Kwa hiyo mnaweza mkajifunza kucheza kutoka kwangu. Asante Mungu, wimbo ulipo
Unajua kitu kimoja? Mara nyingi huwa najifunza vitu vingi kutoka kwako. Ndio maana gereji hii sio gereji tu. Pia tunajifunza mambo mengi sana. Ndiyo, na hii ni nzuri sana kujifunza kutoka kwa wengine. Na tunaweza kujifunza kitu kwa kila kitu tunachokutana nacho. Mnasikia Ndio. Na hili ni somo zuri sana kutoka Biblia kwamba twaweza kujifunza kitu kutoka kwa wengine. Mnanielewa? Ndio. Nilikuwa happy. Hebu chukua picha ukabadilike. Kama nimesema tunataka kujifunza. Leo tumejifunza mambo ya kucheka. Mambo ya furaha. Basi nenda kabadilike. Okay, hebu msaidie kubadilika. Hizi rasta ni nini? Si nywele zake. Ameweka vinywele vitibutibu. Nipenda hiyo. Kwa anatembea anacheza. Anacheza, huoni amefanya hivi? Haya bwana, sasa wewe mtoto ambaye ni unaangalia kwenye runinga yako, tunaweza kujifunza mengi kutoka kwako ikiwa utatuma picha yako. Tafadhali tuma kwa Rafiki Garage, sanduku la posta 7292 Arusha, Tanzania. Kwa heri. Bye. Yesu